mtazamaji wa Katavi Media, na hapa ni kwenye bonge la movie na si nyingine ni binti yangu sehemu ya 16. Basi niseme asante kwa wewe ambao ndo mara kwanza unaitembelea peji hii. Usisahau kusubscribe, gusa kibatani chekundu hapo chini kisha alama ya kengele ili kila kile tunachokifanya uwe wa kwanza kabisa kukipata. Na wewe ambaye ni mwanetu, yani ni member, ni mzoefu katika peji hii, basi usisahau kucomment series ambayo inazidi kukonga mioyo za watu, mioyo za Watanzania, pia mioyo za watu duniani kote, kwa namna ambavyo washiriki waliposhiriki vyema, kama ambavyo tuliangalia mwisho wa episode ya 15 Biwa Karobo alipowasili na kumuona kijana wake akiwa kwenye wheelchair, yani kile kiti cha wagonjwa wa miguu. Mama alitaabika na alisikitika sana baada ya kumuona mwanae kwenye hali ile na kuonyesha hali ya kutopendezwa. Kwa nini kijana wake hakumwambia kama amepatwa na janga lile? Na kama unavyofahamu, mama ni mama, haijalishi hata mtoto huwe kwenye wakati gani, mama huwa bega kwa bega na mwanae. Kitu ambacho kilimfanya mama asipendezwe kabisa na kile kitu ambacho baba Karobo alichokifanya cha kukaa kimya. Na kwa sababu gani baba Karobo alikaa kimya? Ni katika hali ya kutomtia pressure mama yake, na kwa sababu kabisa najua mama ana pressure, afu hali ya maisha ilivyo alimfanya akae kimya, aangalie kwa namna gani anaweza kupambana na kuondokana na hali hiyo. Ni kurudishe tu nyuma kidogo, mwanzo wa season ya 15 inaanza pindi binti akimshtua Mr. Makingi. Mr. Makingi ndio mtu ambaye alikuwa amekuja pale mtaani kwa ajili ya kumjulisha au kumtafuta baba Karobo, kumuonyesha kama mzazi wake wa kike, yani bibi wa Karobo akiwa anamtafuta. Na hii ni baada ya kimya cha muda mrefu, lakini Mr. Makingi alijikuta anataka kuingizwa kingi na mchawi ambaye alikuwa akimfuatilia kwa lengo la kujibadilisha, ambaye alijibadilisha na kuwa moja ya mwanamke mzuri sana, na Mr. Makingi akawa anamfuata kwa nyuma kwa lengo la kutaka tu kumuuliza ni wapi baba Karobo anaishi ili aweze kwenda. Na bahati nzuri anatokea binti mmoja ambaye kwa namna moja au nyingine amekuwa akiwasaidia watu wengi ambao wana nia njema, na akamsanua, wewe mzee, angalia huyo unayemfuata si mwanadamu wa kawaida. Ndio baada ya kusikia hivyo, unajua kwa macho ya nyama na damu, mzee anamuona kama ni mtu wa kawaida kabisa. Kwa hiyo kwa kuambiwa kama huyo si mtu wa kawaida, afu na anayemwambia ni mtoto, alijua tu analetewa utoto. Akataka kuletea habari za kumgombeza binti, lakini baadaye binti anamwambia hebu geuka nyuma uone. Anageuka nyuma, anashangaa imekuwa kiumbe cha ajabu na kinatoweka kusikojulikana. Mambo ni makubwa mno katika filamu hii hapa ya binti yangu, filamu ambayo mtu yoyote anaweza akaitazama mahala popote na mtu yoyote. Ndani ya filamu yangu bana, tukirudia nyuma tu hapo kwenye episode ya 15, pia tunashuhudia baba Karobo akiwa kwenye wheelchair pamoja na binti moja kuitwa Joan akienda kumtembelea na kuonyesha kabisa ni mtu ambaye anahitaji kujua hali yake. Baba Karobo anafarijika sana na kile kitu ambacho yule mtoto ambaye mdogo kabisa wa shule ya msingi anachokifanya, kitu ambacho kinampa matumaini kwamba hapa mtaani mimi pia ni mtu ambaye anapendwa sana mpaka na watoto. Mtoto anamuuliza maswali magumu, na swali moja hapo likiwa ni kwa nini muda wote unakaa kwenye kiti, jambo ambalo namfanya baba Karobo ainame chini na baadaye kumpa majibu tu na kumwambia mimi bana ni mlemavu wa miguu. Baadaye anakuja binti yake ambaye ndo Karobo akiwa amesuka, na anashangazwa sana na hicho kitendo. Vipi, umewezaje kusuka na nani kafanya hivyo? Binti yake anamweleza namna ambavyo alipokutana na mtu na ule mtu akamwezesha kusuka hizo nywele. Baba yake anamkanya tabia za kuwa sambamba na watoto wa kiume. Binti anaonyesha wazi kujua kabisa anajua madhara ya hicho kitu na kumpromise babake asiwe na wasiwasi kabisa, anajitambua na anamwahidi hatokuja
kuja kumwangusha. Mara dada yake baba Karobo anafika pale, ambao dada yake si mwingine ni Kizibo. Baada ya kufika pale, baba Karobo anaonyesha kabisa kutofurahishwa na ujio wake, kwani muda mfupi tu dada yule alitoka kuja pale na mkate akimlingishia na akitetemeka. Baadaye akawa anaongea vitu vya ajabu ajabu kwamba we mtoto, baba Karobo yuko wapi? Unaona? Kumbe bana ni wale watu ambao wanamtafuta baba Karobo kwa udi na uvumba. Na nini ambacho kinachotakiwa kwa baba Karobo ni pete. Pete ile ndio kitu pekee ambacho kinachotakiwa. Kwa hiyo wale watu wanaohitaji wanatumia nguvu za kishirikina kuhakikisha wanaipata ile pete. Na ukweli ni kwamba hakuwa dada yake kama ambavyo baba Karobo alivyomuona, bali walikuwa ni wale watu ambao wanahitaji ile pete, na walikuwa wamekuja kwa nguvu za kishirikina na kujibadilisha kuwa na sura ya dada yake na kufika pale kumweleza yale ambayo alikwisha kumweleza, jambo ambalo baba Karobo alijua moja kwa moja ni dada yake na kuwaza vitu, dadangu kachanganyikiwa, maana dadangu ana mgogoro mzito sana kwenye ndoa yake, labda mambo yanampeleka vibaya kiasi kwamba sister anapitia wakati hata wa kuuzi asijue nini ambacho anachopaswa kukifanya. Baadaye dada yake anaonyesha kukataa, kupinga kabisa na jambo lile, kwamba bana, mimi sijaja hapa, hayo yote unayoyaongea mimi sijui chochote kuhusiana na hilo, sijafika hapa kabisa. Lakini kaka mtu anaonyesha kabisa kuonyesha kwamba kama hujafika, unataka uniambie mimi nimechanganyikiwa, au wewe uliyekuja na kuniongea vile kwamba we mtoto, baba Karobo uko wapi, ndio umechanganyikiwa, jambo ambalo kiukweli linaleta tafarani. Kwa sababu hebu imagine hata wewe unamuona ndugu yako kaja hapa anakuletea za kuleta, baadaye anaondoka tena muda fulani anarudi kwa lengo la kukusalimia, afu namwambia mbona ulikuja hapo kafanya hivi na hivi, anasema mimi sijaja. Ni lazima tu utajua kabisa hapa nini kinachoendelea, au kutokana na hali nilionayo ndio najikuta kwenye mawazo mengi sana. Unaona, dada mtu hakuwa na ajizi, akatoa kila alichokuwa nacho akawaachia kama sehemu ya familia yake, na akamtaka kaka yake uwe pole tu, na muda wote ambapo atapokuwa anapata nafasi atakuwa anaenda kumtupia jicho. Anaondoka kwa kuhakikisha amemwachia kaka yake shilingi 10,000 pamoja na anti yake ambayo ni Karobo shilingi 2,000 na kuwatakia siku njema. Baada ya dada kuondoka bana, mara mgeni anafika, mgeni ambao ni Mr. Makingi anafika. Na baada ya kufika, baba Karobo anaonyesha kama amesurprise baada ya kumwona Mr. Makingi, kwani ni mtu ambaye wametoka kijiji kimoja. Leo kafuata nini mahala hapa? Mr. Makingi hakuwa na vitu vingi zaidi tu ya kumtakia pole na kumweleza bana, mimi nimekuja kwa lengo la kukutafuta, maana mama yako kaja yuko hapa mjini na amekuja kwa lengo la kukutafuta wewe kijana wake. Na hii ni baada tu ya kupata taarifa kwamba umekoza, yani umekuwa mlemavu wa miguu. Hicho tu ndio kilichomtoa kule kijijini na kuja kutia nanga hapa mjini kwa lengo la kukutafuta na kujua chanzo ni nini na namna gani ambavyo anaweza akakusaidia. Lakini Mr. Making bana, kwa sababu ni rafiki yake, alimuuliza moja kwa moja, bana, shida ni nini ambayo imekupelekea uwe katika hali hii? Yote haya yanapatikana kwenye Binti Yangu episode ya 15. Hapa kabla tujaenda episode ya 16, najaribu kukukumbusha tu baadhi ya vitu. Baba Karobo hakuwa na ajiz, aliamua kabisa kumweleza ni nini ambacho kilichotokea kikapelekea paka baba Karobo akawa mlemavu wa miguu. Sababu ni kwamba katika harakati za utafutaji wa pesa, baba Karobo akiwa ofisini kwao aliambatana na wafanyakazi wenzake 7, jumla wakiwa 8, na walienda kwa mganga wa kienyeji kwa lengo la kujipatia pesa, yani utajiri. Katika moja ya masharti ambayo waliopewa kule na yule mganga wa kienyeji ilikuwa ni kumtoa mama mzazi kafara. Sasa bahati mbaya zaidi, wale wengine wote 7 wazazi wao walikuwa wameshafariki. Mtu pekee ambaye alikuwa na mzazi wa kike ni baba Karobo peke yake, jambo ambalo likapelekea sasa hakuna namna, lazima yeye ndo atoe hiyo kafara. Lakini
pia akitoa hiyo kafara, mafanikio yao hayatalingana, kwa sababu yeye ndio ameotoa kafara, yeye atakuwa na mafanikio mara 2 ya wenzake, jambo ambalo kwa haraka alifikiria liko chini ya uwezo wake, yani anaweza kulifanya, na wakatoka pale wamekubaliana kwamba yeye atamtoa mama yake kafara. Lakini aliporejea nyumbani tu na kuona mlango pale, akili ilibadilika na kuwaza, inawezekanaje nimtoe mamangu kafara? Mamangu kwanza ni mgonjwa, ana pressure, the way alivyonilea kwa upendo mkubwa, hatujawa na vurugu ya aina yoyote kati ya mimi na mamangu. Sasa leo nawezaje kumtoa kafara mamangu kwa faida ya mimi na wenzangu? Jambo ambalo likawa gumu kwa upande wake, na jambo ilipokuwa gumu, moja kwa moja wale rafiki zake waliendelea kumganda, oya, mchongo mzima upo juu yako, wewe ndio unayetuchelewesha mpaka hivi sasa tushindwe kufanikiwa kwenye yale mafanikio ambayo tulioambiwa na mtaalamu, yani mganga wa kienyeji. Jambo likazidi kuwa baya kati ya yeye na rafiki zake wale ambao walienda kwa mganga. Si unajua bana, kwenye mafanikio mtu anaweza kufanya chochote kile. Hebu imagine wewe mtoe mama yako kwa ajili ya mafanikio ya wenzio. Kweli hata wewe unaweza? Ni kitu ambacho kinafikirisha sana. Baba Karobo alijaribu kumwelezea hali ilivyokuwa kati ya yeye na wale rafiki zake, na ndio kitu pekee kilichompelekea mpaka sasa awe kwenye kiti kile cha walemavu wa miguu. Nini ambacho kilichofuata sasa? Ni baada ya wale rafiki zake kuona kabisa kwamba Baba Karobo anaenda kutufelisha. Nini ambacho hao walikifanya? Walimchanganyia vitu ambavyo havifahamiki kwenye chakula alichokula Baba Karobo, na ndio vitu pekee vilivyopelekea akapoza mguu. Kama anavyosema, alishangaa tu baada ya kutumia chakula kile miguu ikapoa, na ndio mpaka hivyo alivyo. Basi bana, Mr. Makingi hakuwa na mengi, alisema tu pole, na akamwambia kabisa katika harakati ya utafutaji na vitu vingi sana, na kwa sababu hilo lishatokea, sawa, haina shida. Mimi nilikuja tu hapa kwa lengo la kutambua wapi ulipo, kisha nimlete mama yako aonane na wewe. Ndio lililokuwa jambo pekee la Mr. Makingi hilo. Baadaye bana akamwaga kwa ajili ya kwenda kumchukua mama na kumleta kwa mwanae. Baada ya Mr. Makingi kuondoka katika nyumba ya mzee, ikapelekea baada muda mfupi tu mke wa Baba Karobo ambaye ni mama wa Karobo akafika nyumbani, na mume akamweleza kabisa, mama, leo tutakuwa na ugeni, mamangu mzazi atakuja. Hii kitu ikampa surprise sana, na akamtaka radhi kwamba samahani, nilisahau kukwambia kwa wakati, kwa sababu ulikuja ukiwa na hasira, ndio maana nilishindwa kukwambia hiki hapa kitu. Baadaye yule dada akafikiria kwa ndani, yani kwa ile, yani akazungumza na nafsi yake kwamba ina maana Baba Karobo ameshindwa kumtoa kafara mama yake ili sisi tufanikiwe mpaka saizi anananili. Basi sawa, nitatumia hii nafasi ya ujio wake hapa mimi kuhakikisha ndo namtoa kafara mama yake. Yani yeye mkwe ataitumia nafasi kumtoa mkwe wake. Bana mambo haya mafanikio bana yapo kwa namna tofauti sana. Na ikumbukwe huyo mwanamke alimkimbia Baba Karobo baada ya kuona maisha yamebadilika. Baba Karobo kawa mlemavu, vitu haviendi pale, na akaamua kuondoka na kumwacha na binti yao akiwa bado kabisa hana uwezo wa kujitafutia na kujikimu, ambao si mwingine ndio Karobo. Maisha yalizidi kuendelea. Unajua bana, Mungu hamtupi mja wake. Bahati nzuri alizidi kuishi vizuri sana, na majirani wa eneo lile walikuwa kimwezesha hiki na kile. Chakula kilikuwa hakipikiki tena nyumbani, zaidi ilikuwa ni chakula ambacho kinanunuliwa hotelini, kwa sababu binti bado mdogo na baba ndo huyo mlemavu. Tukiachana na tukio hilo bana, kwenye sehemu hiyo tunakuja na tukio la dada yake Baba Makarobo ambao ni Kizibo. Yeye ana utata na mume wake, na anaamua kutumia wanamke wake kuhakikisha anaweka kila kitu sawa, yani anamaliza zile tofauti zilizopo. Na muda pekee ambao ni mzuri wa kutumia ili kumaliza na mwenza wako ni kitandani. Anaamua kutumia wanawake wake na kuhakikisha kila kitu anakiweka sawa. Mgogoro wa nini wakati naweza kumaliza? Ndio linakuwa jambo pekee ambalo bimdada yule analifanya. Swala linakuja, movie inatamatika ikionyesha kabisa
Mama Karobo akiwa na mkwe wake kwenye korongo kubwa, na baadaye akamsukuma mama mkwe wake kwenye korongo lile na kutumbukia kwenye korongo lile. Sasa swali nalo kuacha nalo ni kwamba, je, mama Karobo atafanikiwa kuhakikisha anamuondoa mkwe wake kwa kumsukumiza kwenye lile korongo? Mona, na jambo ni kwamba, je, hata kama ingelikuwa wewe, ungejaribu kumtoa mama yako kwa faida ya wewe na watu wengine? Ni kuache na swali hili, na niseme asante kwa wewe mtazamaji wa Katavi Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment channel hii.